Bwana. Ni neno la amani sitaliacha. Kweli ni neno la kibali sitaliacha. Mungu sitaliacha neno lake Bwana. Hili neno limeniponya sitaliacha. Hili neno linakomboa sitaliacha. Hili neno linatakasa sitaliacha. Ni neno lake Mungu sitaliacha. Ni neno la Jehova sitaliacha. Ni neno la uzima sitaliacha. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Siku ya leo ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Amenibariki ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Siku ya leo ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Simba wa Yuda ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuweza kuketi sasa ubavuni mwa Bwana kwa jina la Yesu wa Nazareti. Habari njema kwa kanisa siku ya leo. Nataka nikuambie Yesu anakupenda, Yesu anakujali, Yesu anakuwazia mema. Bwana asifiwe sana. Uenda hutapata mtu akwambie mambo mazuri, lakini habari njema ni ile kwamba aliyekuumba Simba wa Yuda, aliyekuumba Jehova Mungu wa Israeli, Bwana asifiwe, akamtoa mwana wake pekee Yesu kwa ajili yetu. Anakujali. Haleluya. Anakuwazia mema. Bwana asifiwe. Na ndio sababu leo nataka tusome neno kwa ufupi sana kwenye kitabu cha Yeremia 31. Tutasema mstari wake wa 27. Bwana asifiwe sana. Na nitasoma mambo machache mahali pale, na kutokea hapo tutaomba tuende manyumbani, maana tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Maana siku ya leo neema ya Mungu iko juu. Bwana asifiwe sana. Kitabu ni cha Yeremia 31 kuanzia verse 27, nitasoma na 28. Lakini kwa hayo machache yenye naenda kusoma, fungua moyo wako. Bwana asifiwe. Neno hili linapokuja kwa maisha yetu, limekuja likiwa na makusudi. Mungu ameliandaa akiwa na sababu. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya upendo wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yeremia 31:27, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapoipanda nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda mbegu ya mwanadamu na mbegu ya wanyama. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku zinakuja, sema Bwana. Haleluya. Anaipanda nyumba. Bwana asifiwe sana. Anaipanda nyumba ya Israeli. Haleluya. Na nyumba ya Yuda mbegu ya mwanadamu na mbegu ya mnyama. Bwana asifiwe. Amen. Siku zimepita mingi, lakini Bwana anasema siku zinakuja. Mungu ameona wewe endelea kungojea sana, lazima andae siku. Bwana asifiwe. Na hii siku ningeomba ikue siku ya leo. Haleluya. Mungu anaenda kupanda mbegu ya wanadamu na ya wanyama kwa watu wake Israeli.
Bwana asifiwe. Kwa maana ile mbegu ambayo imekuwa ikiendelea ni mbegu ambayo imehangaisha, ni mbegu ambayo sio mbegu mzuri kwa watu wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua kuna mbegu nyingine inaweza fanya mtu hata inapomea una faida. Bwana asifiwe. Mbegu ya pilipili. Bwana asifiwe sana. Uko na shamba kama eka 10, uko na mbegu ya pilipili imemea. Bwana asifiwe. Na watoto wako wanasikia njaa, utawapea pilipili kweli watashiba? Hawawezi shiba. Bwana asifiwe. Kuna mbegu ambazo ziko kati yetu. Mungu anataka apande mbegu zingine, maana zenye tuko nazo leo sio mbegu mzuri, sio mbegu za kuridhisha, sio mbegu za kufurahisha. Haleluya. Ni mbegu ambazo hatuwezi tamani kukua nazo. Bwana asifiwe. Wewe umeona mtu amelima shamba mzuri, amepalilia, amepanda kayafa shamba yake. Bwana asifiwe sana. Hizo ni ya mbegu zingine zinasaidia kupanda, kuweka security, kwa maana kayafa iko na miba, lakini huwezi kula. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema nini siku ya leo? Kwa maisha yetu kuna mbegu ziko ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Hizo mbegu Mungu ataridhika tukae na hizo mbegu. Haleluya. Hizo mbegu hazijamfurahisha Mungu, maana baadaye tunapokuwa na njaa hatuwezi kula. Bwana asifiwe sana. Amen. Hizo mbegu ni nini kwa maisha yetu? Haleluya. Hizo mbegu ni mambo ambaye, kwa mfano mimi ninapopanda shamba, za zingine shamba ya kilo najua inahitaji umakinifu. Haleluya. Shamba ya kilo mtu anaweza panda, usipomakinika unakuta umepanda kitu tofauti na ile ambayo ungetaka wewe. Haleluya. Kuna mkubwa mahali anaweza fukuza mtu kazi na asione ni kitu kubwa, asione ni kitu ya maana. Haleluya. Amwambie wewe kuanzia siku ya leo simama kazi usikuje. Kumbe amepanda. Bwana asifiwe sana. Wakati amepanda hana habari, amepanda shamba yake imefuta mtu kazi. Hiyo ndio inangojea afune. Bwana asifiwe. Wewe unafikiria anafuna nini? Kama ni kampuni itafungwa, akaenda nyumbani, amefuta mtu kazi. Haleluya. Sasa hizo ndizo mbegu Mungu anataka apande mbegu zingine, maana zile mbegu tuko nazo zimelete madhara, zimelete kilio, zimelete majeraha kwa maisha yetu sisi. Bwana asifiwe sana. Mungu hatafurahishwa na zile mbegu tuko nazo leo. Mimi sijui uko na mbegu gani. Unaweza kosa kuwa na kampuni kubwa. Bwana asifiwe. Lakini kwa ile maisha yako na ni mzuri, kwa maana Mungu ndiye ametupea maisha, sio mwanadamu. So kitu ya kwanza nataka nikukumbushe, jipende vile ulivyo, jikubali vile ulivyo. Mungu anajua kubariki, atakubariki siku moja. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka kusema nini? Wacha tumakinike tunapopanda, kwa maana kiroho kupanda unaweza panda kwa njia rahisi, lakini kumbe umepanda kitu mbaya na Mungu hatafurahishwa na hilo jambo. Ndio sababu amenipenda neno siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Kwa ile maisha yako unaweza kuwa ndio haujaajiri mtu, una kampuni, lakini haufurahi baraka ya mwenzako, hautaki mwingine mazuri, umepanda. Hizo ni aina ya mbegu Mungu anakataa. Anataka pande mbegu zingine. Haleluya. Kwa maana wakati mtu amenunua gari, ndio hauna gari, lakini pata na ufurahi, at least tumepata gari kwa hiki kijiji. Haleluya. Kwanza kuna sehemu zingine mtu anaweza nunua gari ya kwa wazimu, ama kuna sehemu zingine mtu anaweza nunua gari hata akufe. Bwana asifiwe sana. Kuna sehemu zingine mtu anaweza nunua gari hata akuwe mgonjwa vibaya sana. Hiyo kitu imenipata wakati moja. Bwana asifiwe. Sitaki kuongea maana nilikuwa nimeshawapea hiyo ushuhuda. Haleluya. Nataka kusema nini? Sasa ukishapanda mbegu aina zile, Mungu anakuwa na huzuni, Mungu afurahi, maana ako na baraka kwa kila mmoja. Bwana asifiwe. Mungu ako na mazuri kwa kila mmoja, na ile mazuri anataka ikufikie. Wakati anataka ikufikie, inapoachiliwa, shamba lako limejaa miba, shamba lako limejaa pilipili. Je, Mungu atapanda mbegu yake wapi? Mungu anasema siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 28, hapo ndo nitamalizia. Tena itakuwa kwa kadiri nilichowaangalia ili kung'oa, Bwana asifiwe, na kubomoa. Haleluya. Tazama, Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu alivyoangalia, anatuangalia sisi ili ang'oe. Bwana asifiwe sana. Amen.
Ang'oa ile mbegu tumepanda imefanya tulie. Ameng'oa ile mbegu inafanya tukae njaa. Ang'oa ile mbegu inafanya sasa hatuna matumaini. Bwana asifiwe sana. Anapanda ang'oe na apomoe. Haleluya. Kila mapaya. Bwana Yesu asifiwe sana. So siku ya leo Bwana anatuambia nini? Kuna mambo lazima yang'olewe kwetu ndio aweze kupanda mambo mazuri. Amen. Haleluya. Kuna mambo lazima yapomolewe ndio aweze kupanda mambo mazuri. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa lazima tuwe tayari. Kama ni kiburi ng'olewe. Haleluya. Kama ni hasira ipomolewe. Bwana asifiwe. Yale ambayo yanafanya tukae mbali na Mungu lazima tukubali yang'olewe leo, maana Mungu anataka tubariki. Mungu anataka apande mbegu ambao ni nzuri, mbegu ambao ni ya furaha, mbegu ambao ni ya amani. Haleluya. Mbegu ambao ni ya ushindi, maana tunakaa katika ulimwengu wa vita. Bwana asifiwe sana. Ulimwengu tumefungukwa. Bwana asifiwe. Katika ulimwengu wa kiroho kuna maadui aina mingi ambao wametufunguka wakitafuta hivi tutende mabaya, tuendelee kutezeka. Bwana asifiwe. Kuna ufalme ambao ni wa shetani ambaye ni adui wetu. Bwana asifiwe. Huu ufalme umekuja na mission mtu wa Mungu asipate furaha hata dakika moja. Haleluya. Lakini shukuru Mungu siku ya leo. Haleluya. Kuna hodari wa vita, simba wa kabila la Yuda. Yesu amekuja na mission kupangua. Bwana asifiwe. Kila mipango ya watezi wetu. Unajua wakati mwingi unapoona wewe unafurahia kuwa na kiburi, sio wewe. Kuna ufalme unakushawishi, kwa maana unajua ukiwa na kiburi utakuwa umepanda kile ambacho kitafanya ulie na itakuweka mbali na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wacha nikukumbushe tena, hata kama tumeongea siku nyingine, mtu akiwa na kiburi yako na shida atakangi kuambiwa kitu, anaonanga yeye anajua throughout. Bwana asifiwe sana. Mtu akiwa na kiburi kila dhambi zingine zote ni rahisi kuzifanya, kwa sababu kiburi inafanya mtu akuwe na kichwa ngumu. Bwana asifiwe. So nataka kusema nini siku ya leo? Sijui kwa nini nimeongelea kiburi sana. So lazima tutubu, Mungu aweze kutuondolea kiburi kwa maisha yetu. Ndio inafanya tusiweze kubarikiwa. Haleluya. Nataka kusema nini? Kuna baraka mingi sana Mungu ameandaa. Mungu ako na utajiri ya kila aina. Magari yako nazo zile nzuri. Bwana asifiwe. Dhahabu na fedha ni zake. Haleluya. Ulimwengu wote ni wake. Bwana asifiwe. Lakini hizi baraka mbona tuzidiki na sisi watoto wake? Kuna mambo lazima yang'oe. Ndivyo anasema kwenye kitabu cha Yeremia kuanzia 28. Ameangalia Mungu wetu, anaona anang'oa, apomoe, kwa sababu kuna mbegu njema amelete. Hii mbegu njema ni baraka. Hii mbegu njema ni uponyaji. Hii mbegu njema ni neno lake kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. So siku ya leo wapendwa, kwa jina la Yesu wa Nazareti, wacha mbegu ya Bwana iweze kumea siku ya leo kwa maisha yetu. Tuweze kung'oa yale yote ambayo yanafanya tukae mbali na Mungu wetu wa Israeli. Maana amehuzunika, acha furahi. Hakuna utajiri mwingi lakini utajiri hatuna. Bwana asifiwe sana. Maadui wametuzunguka, tunafaa kuwashinda, lakini kuna mbegu inatuzuilia kushinda. Bwana asifiwe sana. Wakati wa Yoshua, ile siku Mungu aliwapea ruhusa waende wapigane. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mji mdogo sana ambao uliweza kuzuilia ushindi wa Israeli. Kwa nini ule mji mdogo uliweza kuzuilia ushindi wa Israeli? Mji jina lake Hai. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu kuna agizo Mungu alikuwa amewapea. Haleluya. Mungu akawaambia nenda, lakini ushindi uko mikononi mwenu, na maagizo ni ili usiguse chochote kilicho najisi katika ile taifa. Bwana asifiwe. Wakaenda wakapata ushindi kulingana na neno la Bwana. Haleluya. Walipopata ushindi kulingana na neno la Bwana, kwa bahati mbaya mtu kati ya wana wa Israeli, miongoni mwa wana wa Israeli, akachukua kitu ya miungu iliyokuwa najisi. Bwana asifiwe sana. Yoshua na wazee wa Israeli wakaamua sasa lazima twende kupiga mji wa Ai. Naye Yoshua akapewa habari njema, habari ya at least ya kumtia moyo na nguvu. Akasema, akaambiwa sasa sio Mungu anawaambia, sasa ni wale viongozi wa Israeli wase wakasema wanamwambia Yoshua, wanamwambia akakamchika Hai, hata usisumbue wanajeshi wengi, usiwasumbue. Kwa nini? Ni kamchi kadogo tu, tuma tu watu wachache waende wakamalizia kwa kamchi,
tufike Kanaani, katika nchi za imejaa asali na maziwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ilikuwa habari nzuri, lakini kwa upande mwingine ni habari mbaya, maana kuna mtu aliye na kitu na chizi kati ya wana wa Israeli. Haleluya. Nataka nikupee mfano kwa mbegu mbaya na mbegu mzuri. Haleluya. Sasa mbegu mbaya imeingia, wamekosa kufuata agizo, wamepanda unajisi, wamechukua kitu ya miungu iko kati yao. Haleluya. Wameenda vita. Walipoenda vita, kale kamji kadogo kaliwapiga. Bwana asifiwe sana. Walikimbia kama watu wanaofukuzwa na nyuki na waliwao watu wengi. Yoshua alilia sana. Wazee wa Israeli walilia sana. Bwana asifiwe. Walifaa magunia na machifu. Lakini Mungu akawaambia hapana, kuna mbegu lazima mng'oe. Na hiyo mbegu msipoing'oa mtakuwa na shida, ndio sababu mnapiwa. Ni mbegu gani? Mmechukua miongoni mwenu kitu na chizi ya miungu ingine, ndio mmepiwa. Haleluya. Unajua walishangaa, na hata kama ndio utajiuliza maswali. Watu wameshinda mataifa kubwa, kamchi kadogo mbona kanawapiga? Lazima tufuate maagizo ya Mungu ndio tubarikiwe. Walikosa kufuata maagizo, ndio sababu wanaangamia. Haleluya. Siku ya leo si shetani yako na nguvu sana kwa maisha yako, hapana. Haleluya. Si wachawi wako na nguvu mingi sana kwa maisha yako, hapana. Haleluya. Roho Mtakatifu ndiye aliye na nguvu. Damu ya Yesu ndiyo dhabihu inaonena zaidi ya kitabu zote. Bwana asifiwe sana. Lakini je, nini inafanya upiwe? Lazima uongoe kila ambacho nachizi kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuta nachizi ulio nayo ni masengenyo. Unaweza kuta nachizi ulio nao ni uongo ama tamaa. Bwana asifiwe sana. Napoongelea nachizi siongelee kitu fulani ambao unaiona, unaweza enda ushike, lakini kitu ambaye kwa moyo wako ambaye Bwana anapanda mbegu njema, lazima kuna kitu lazima ung'oe. Sijui kama ni shingo ngumu, lazima tung'oe ile kwa kichwa ngumu. Bwana pande yaliyo yake. Kama watu wa Mungu ndio tubarikiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So la Bwana siku ya leo napomalizia 28, sitaki kwenda 29, anasema Bwana asifiwe. Tena itakuwa kwa kadiri nilivyowaangalia ili kung'oa na kupomoa na kuangusha na kuangamiza na kuteza, kwa kadiri hiyo nitawaangalia ili kujenga na kupanda, asema Bwana. Haleluya. Kuna mambo lazima tuyaangushe, tuyapomoe, tuyaharibu na hata tuyateketeze kwa maisha yetu tuweze kufurahia. Haleluya. Yesu amelipa gharama kubwa sana, haifai tuteseke kama vile Yesu aliteseka. Haifai tuteseke tena. Bwana asifiwe. Kila ambacho tuko naye ni kung'oa tu, tunang'oa Yesu ya Mungu. Bwana asifiwe. Tupande na eliyo ya Mungu, tuwe na ushuhuda. Haleluya. Tuangazie wengi walio gizani, maana tunapong'oa yale ambayo sio ya Mungu kwa maisha yetu, tutakuwa nuru. Haleluya. Tunapokuwa nuru, tutangazia wengi. Bwana asifiwe. Habari njema ni kwamba Mungu anasema nikawaangalia, ametuangalia sisi, anataka apande, ajenge kwa jina la Yesu. Haleluya. Tutapatiri